Huyu mtoto wa kiume wazazi wake wanabaki kuwa wazazi wake, na wazazi wa mtoto wa kike sio wazazi wake. And likewise, upande huu mtoto wao wa kike anabaki kuwa mtoto wao wa kike, lakini huyu wa kiume anakuwa a stranger. Lakini kibaya zaidi, hawa wazazi wa upande huu na hawa upande huu hawaji kwenye eye level, yani hawawi kitu kimoja. Kila mmoja ameshikilia upande wake, upande wa mtoto wake. Hawa wazazi wataua hii ndoa na Mungu atawajibisha kwa hii ndoa. Watoto wakisha oana, ni lazima wazazi wa pande mbili wawe timu moja, na hakuna anayesema mtoto wangu. Wakiongea wanasema watoto wetu, kwa sababu wote wawili sasa ni wa kwao. And more so, wakishawaletea na wajukuu, ina maana you have a blood that you cannot divorce. Nimeeleweka hapo? Jambo la mwisho, nimesema hii ni taarifa. Mungu alisema na moyo wangu, nimesema ndoa ikiyumba, ndugu wasiwemo humu ndani. Ndugu wasiwemo katika kuiyumbisha. Ikiyumba ijiyumbie yenyewe. Unaenda kwa ndugu zako kumshtaki mke wako, it's wrong, very wrong. You don't go and beshame your wife to your relatives. Bora uende kwa ndugu zake kuliko kwa ndugu zako, kwa sababu ndugu zake ni wa kwao, ni kwao. Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, sio wachache, wote, sio baadhi, wote. Hakuna a perfect marriage. Hakuna mtu ana ndoa takatifu kamilifu kiasi kwamba ana haki ya kuhukumu ndoa zingine. Yaani kwa habari ya ndoa kuna mambo haya mawili: kuombea, kushauri. Tena ushauri wa hekima, busara, upole, mipaka. Jambo la tano la mwisho, structure, mfumo wa maisha uko very ugly. Kwa hiyo wherever you go, kwa sababu ya mfumo wa maisha, baba is somewhat a stranger to his children. Narudia, nasema popote uendapo, ukija kuangalia kwa kina, utagundua kwamba kwa sehemu kubwa kila baba ana nafasi ndogo ya kuwa na watoto wake kuliko mama yao. Kwa hiyo kuna kuwa na bond, kuna kitu kinaitwa bond. Kuna kuwa na ukaribu wa kihisia, wa kimaelewano kati ya mama na watoto. Sijasema ni kitu kibaya, kwa sababu maisha tu, mfumo wa maisha ndio unavyo dictate. Lazima tuiwe hivyo. Problem inakuwa hivi: maisha yanavyosogea, chokochoko zikatokea kati ya mume na mke, siku zinavyokwenda, muhanga wa maisha atakuwa baba. Anakuwa muhanga wa maisha kwa maana ya maelezo haya: kila deficiency, kila upungufu unaotokea kati ya mimi na mke wangu, hata kama aliyekosa ni yeye, lakini mwenye mabavu ni mimi. Kwa vile mwenye mabavu ni mimi, atakayetoka machozi ni yeye. Na watoto wetu watayaona machozi ya aliyetoka machozi. Na aliyetoka machozi nani? Ni mama, sio mimi. Hata kama aliyekosa nani? Ni mama. As that keep happening, ukuta unajengeka kati ya mimi na watoto.
na wananiona mimi kama tatizo. Na sikiliza vizuri, na ilivyo wababa si watu wa kujieleza. Sasa nikianza kujieleza kwa watoto wangu ni kama najishusha mno. Lakini mama ataongea na watoto, baba yenu, baba yenu, baba yenu, baba yenu, baba yenu, baba yenu, baba yenu. Mwisho wa siku, hapa kanisani, hapa kwenye haya maisha, una wababa ambao wananing'inia. Nguvu zimeisha. Mke bado iko vizuri. Watoto wamekuwa, lakini wakati wanakuwa moyo wao ulishakuwa kinyume na baba yao. Mke hana, watoto hana, nguvu za ujanani hana. Nini? Premature death. Wababa wengi wanakufa kabla ya siku zao. Lakini vitu vinatokea kanisani. Ni kazi ya mama kumuuliza mwanae, je, baba yako umeongea naye lini mara ya mwisho? Ni mama mwambie mwanae, kata simu, mpigie kwanza baba, alafu ndo call back to me. Hiyo isolation inaendelea moja kwa moja. Na kwa sababu inakuja na emotional pain, na huna namna ya kujieleza, mifumo ya maisha hairuhusu mwanaume kuwa so minute. Unajieleza vitu vya hisia vya kitoto. Wewe ni mwanaume. Wanaume wanakufa haraka sana na stroke. Kila mmoja awe mlinzi wa nafsi ya mwenzake. Kwa hiyo mama, stop plucking off the children from their fathers. Acha kung'oa watoto kutoka kwa baba. Badala yake tumia super glue kuhakikisha mtoto na baba yake, hata kama baba ni mdhaifu yupo namna gani, ndo huyo. Iwe ni kazi ya mama kusema la hasha, huyo ni baba, huyo ni babako. Usiseme hivyo, huyo ni babako. Mama ndo asemage hivyo. Sio baba anaenda kwa mtoto anamwambia, unajua mimi ni babako. Mama ndo amwambia mtoto, unajua huyo ni babako. Sio baba anamwambia mtoto, unanijibu hivyo, unajua mimi ni babako. Wewe ukiona mtoto anamjibu vibaya babake, mama hasemi, moyoni baba anakuwa anajua, huyu mama anajua huyu mtoto kuna mahali amemtoa. Vinginevyo lazima asingekubali mtoto anijibu vibaya.